Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam popote mlipo, na watakieni Eidikum Mubarak, kula amu wa antum bikhair. Inshallah wote muwe katika mnalfaizin. Ndugu Islamu, leo ni siku ya furaha kwa umma Islamia popote walipo. Ni siku ya furaha kwa umma, kwa nchi zote za Kiislamu popote katika huu mgongo wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala, natoa shukrani yangu na furaha kwangu na kwa familia yangu, wa ndugu na jamaa wote popote mlipo. Ndugu zangu, napenda kuwakumbusha jambo moja tu ambalo ni jambo muhimu sana kwa yule atakayezingatia maneno haya. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kusudi yake Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, tuwalehe wazazi wetu kama walivyotulea tulivyokuwa watoto. Tuwalee wazazi wetu kama walivyotulea tulivyokuwa wadogo. Ndugu Waislamu, siku kama leo, siku ya furaha, wazazi wamejipiga vifua vyao kwa kutaka kuwatimizia watoto wao mavazi mazuri, kuwashonea nguo nzuri, kuwanunulia viatu na kadhalika. Wazazi wamejitahidi kadhalika kuwanunulia vyakula vizuri, kuwapikia watoto wao vyakula vizuri ili wafurahi katika siku ya leo. Lakini hao wazazi maskini wameshindwa kununua hata viatu, hata nguo ili waweze kuwaridhisha watoto wao. Sasa ndugu yangu Muislamu, wewe uliojaliwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala, na unajijua kwamba Mwenyezi Mungu amekupa uwezo na umewasahau wazazi wako kuwakumbuka katika siku kama hivi ya leo, unatarajia nini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ameshatuambia katika kitabu chake kitukufu kwamba wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, hakika tuwalee kama walivyotulea tulivyokuwa watoto wadogo. Sasa tushalelewa na wazazi hao, wajibu wetu sisi tuwafanyie kheri, tuwafanyie kila kheri ya aina yote ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tusiwaudhi, tusiwatolee maneno machafu. Mwenyezi Mungu ametukataza sana katika Qur'ani al-Karim. fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sasa wajibu wetu siku kama hivi ya leo kuwafuata wazazi wetu, tukawatafutia zawadi nzuri, tukawanunulia zawadi nzuri, tukajitahidi tukawa nao pamoja, tukashinda nao, tukala nao chakula, tukatafuta maneno yalikuwa mazuri matamu ya kuwaridhisha wazazi wetu. Na kama uko mbali, uko nchi nyingine ya mbali, tafuta njia yoyote ya kumpigia mzazi wako simu, mpe maneno yake madogo tu, mwambie mamangu, babangu, nakupenda wallahi, niko mbali, natamani ningekuwa karibu yako na wewe hivi leo, lakini inshallah kwa uwezo wake Allah atatukutanisha tena siku zijazo. Haya ndio maneno ya kuambia wazazi. Ndugu Muislamu, kuna kisa kilitokea zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja wa Waislamu alitoka katika nchi ya Yemen, akamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Saudia kwenye Madinatul Munawwara. Kama mnavyojua Waislamu, zama hizo kulikuwa hakuna ndege, hakuna meli, hakuna treni, hakuna magari, kulikuwa ni punda na kulikuwa na ngamia, na wengineo walijaliwa kulikuwa kuna farasi. Na hivyo vitatu kama farasi, punda na ngamia ni kwa yule mtu tajiri mwenye uwezo, lakini wengi wao wakitumia miguu, na wengi wao wakitumia miguu bila kuvaa hata viatu. Maskini ndugu yetu huyu mtokea nchi ya Yemen, alitoka kutoka Yemen akatembea kwa miguu kilomita 1500, kilomita 1500 mpaka akafika Madinatul Munawwara. Alipofika kule ni baada ya miezi, akafika akamkuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ya Rasulullah, nimeacha watani yangu,
nimeacha ndugu zangu, nimeacha wazazi wangu wanalia kwa ajili yangu mimi kuondoka nchini kwetu. Hawajui kama mimi nitafika huko ninapokwenda, hawajui kama mimi nitarudi tena kwa furaha na mapenzi, lakini nimeacha yote hayo kufuata jihadi fi sabilillah. Nimeacha yote haya kufuata Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule kijana na akamwambia, irja ya shab, irja, rudi huko ulipotoka. Yule bwana akastaajabu. Mtume anamwambia rudi ulipotoka, na huku kashakwenda kilomita 1500. Sio mwendo mdogo, ni mwendo wa miguu, sio mwendo wa gari, sio mwendo wa ndege, sio mwendo wa meli, ni mwendo wa kutumia miguu yake, nguvu zake. Mtume anamwambia rudi huko ulipotoka, ukawafurahishe wazazi wako kama ulivyowaliza, ukawachekeshe wazazi wako kama ulivyoliza. Ndugu Muislamu, kasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aljanna tahta aqdamu ummahat, hakika pepo iko chini ya nyayo za wazazi wetu, kina mama zetu. Hakika pepo ipo chini ya nyayo za kina mama. Basi ndugu Muislamu, siku ya leo ni siku ya furaha na wakumbushe na ndugu zako wowote walipo kwamba kujitahidi kuwafurahisha wazazi wao siku kama hivi ya leo, watafutia maneno mazuri, watafutia zawadi ilikuwa nzuri, watafutia kauli ilikuwa nzuri ya kuwafanya wao wafurahi. Kama umeshindwa kutoa zawadi yote, kama Mwenyezi Mungu hajakujalia uwezo, basi wape maneno mazuri. Al-kalima tayyiba sadaqa, maneno mazuri ni moja ya sadaqa. Itoe sadaka yako kwa wazazi wako, maneno mazuri, na Mwenyezi Mungu inshallah atayasikia maneno haya na atarafa daraja juu na atawajalia katika watoto wenye kheri inshallah. وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu yenu Abdul Qadir Al-Jahdami. وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما